Yes. Uh, Karibu kwenye Evo Forex Broadcast. Takuwa na mimi Awas Chilunda nikielezea hususan kuhusiana na masuala ya Forex. Kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza podcast hii, karibu sana. Hapa tutazungumzia Forex kwa undani kidogo, kwa lugha rahisi lakini kwa uhalisia wa market. Na kama tayari upo unanisikiliza, good for you. Nashukuru sana kwa support yako. Leo nataka tuanze na swali ambalo linaonekana ni rahisi lakini lina ukubwa fulani kwa wale watu ambao ni wageni sana kwenye hili. Swali langu, Forex ni nini? Taenda deep kidogo niweze kuelezea ili wewe unayenisikiliza uweze kupata somo zuri kabisa kuhusiana na hili swali ambalo nimejiuliza, then nitalijibu ili na wewe upate maarifa. Watu wengi wanaingia kwenye Forex wakifikiria ni njia ya kutengeneza pesa kwa haraka sana. Yaani unaweka simu, unafungua chati, una click buy and sell then pesa inaingia. No, lakini ukweli ni kwamba Forex sio hivyo kabisa, wala haina mfumo wa design hiyo. Forex of course ni soko la kubadilisha sarafu, currency kwa Kiingereza, kwa mfano euro kwa dola, pound kwa dola, na hili soko ndio kubwa kuliko yote duniani. Kila siku mabilioni ya dola yanazunguka kwenye market hii. Nataka nijaribu kulizungumzia soko la Forex na kutoa mindset ya get rich quick ili wewe msikilizaji uweze kunielewa. Ili baadaye unapoingia na kuanza kujifunza Forex unajua kabisa unajifunza kitu gani. Lakini sasa kuna kitu muhimu sana ambacho watu wengi hawajui. Market hii haiko randomly. Price haisogei tu bila sababu. Yaani na maana ninavyozungumza hivyo. Price haitembei tu kama tunavyoona inatembea, yani inapanda ovyo na shuka ovyo. Hapana. That's why nikasema hii market haiko random. Wataalamu wanasema kuna watu wakubwa sana nyuma ya hii market ambao tunawaita smart man. Nataka unisikilize kwa makini kwa sababu ni somo ambalo ni very simple, ni rahisi pia hata wewe kuelewa ni kitu gani na kimaanisha. Sasa kama market haiko random, it means that kuna watu ambao wanaendesha hii market ambayo kwa wataalamu wanaita ni smart man. Of course yes. Hawa ni banks, institutions na watu wenye mtaji mkubwa sana. Sasa hawa ndio wana control movement ya price. Wana uwezo wa kupush market juu au kupush market chini, na wanafanya hivyo kwa sababu wana sababu zao maalum. Sio kwa sababu tu wewe umebuy au umesell, hapana. Wao obvious wanakuwa wana sababu zao. Na sasa hapo ndo tatizo kubwa linapotokea kwa matrader wengi. Trader wa kawaida, I mean literal trader, anafungua chati, anaweka indicator, anaona signal ya kubuy, kwa mfano anaingia, au anaona tu signal ya kusell, anaingia. Lakini
haelewi nani anaendesha market, haelewi price inaenda wapi, na pia sometime inafika haelewi kwa nini inaenda huko. Unaona? Na ndo maana unakuta mtu anaingia trade, anaenda kwenye profit kidogo, then ghafla inageuka, inamtoa, alafu baada ya muda inaenda kwenye direction ambayo yeye alifikiria inaweza ikaenda. Forex ndio iko hivyo, ambayo yani tunatakiwa tuwe smart. Sasa mtu anajiuliza, mbona market inacheza sana? That's why ndo kuna mtu unasikia anasema market iko random, yani inatembea tu ovyo ovyo. Unaweza ukasikia watu wengine, niwahi kusikia wanakwambia huu mchezo siuelewi, yani forex huu mchezo sijui ukoje, sijui Kwa hiyo ukweli ni kwamba market haikuchezei wewe, yani wewe ndo hujaielewa game. Forex sio kubahatisha, ni kuelewa logic ya movement ya pesa, na logic hii inatoka kwa smart money kama nilivyokuambia awali. Wao wanatafuta liquidity, wanatafuta stop loss za traders wengi, wanazikusanya ndipo wana move the market. Simple concept. Kwa hiyo kama hujui liquidity ni nini, kama hujui market structure, kama hujui smart money wanafikiriaje, basi endelea kuwa upande wangu na endelea kunisikiliza hivi ninavyosema, kwa sababu itakurahisishia wewe kusogea kwenye hili soko la forex, au tuseme kwa mnavyoita wenye mchezo forex. Sasa swali linakuja, je, inawezekana vipi kufanikiwa kwenye forex? Jibu ni ndio, lakini sio kwa njia ambayo watu wengi wanafikiria. Inahitaji muda, subira, inahitaji kujifunza, inahitaji kubadilisha mindset, kutana na watu tofauti tofauti, jaribu kuzungumza nao, jaribu kubadilishana mawazo. Unatakiwa uache kufikiria forex kama betting, uanze kuona kama skills ya kusoma market, skills ya kuelewa behavior ya price, na skills ya kuwa na discipline. Na hapa kwenye podcast hii, hicho ndicho tutakuwa tunafanya. Tutachambua market, tutaelezea concept kama mfano liquidity, market structures, the order block, na tutafanya yote kwa lugha rahisi kabisa ili mtu yeyote aweze kutuelewa. Na wewe kama ni beginner kabisa, usiogope. Hapa ndo mahali sahihi kabisa pa kuanzia. Nimepata maombi mengi sana kwa ndugu zangu, hawajui, wengine hawajui kabisa na wanahitaji kufahamu. Sasa naamini, nataka niifupishe ili mtu anaposikiliza sauti yangu awe ana uwezo wa kuelewa nini namaanisha. Unaweza ukasema without the chat, lakini unaweza ukaelewa kila kitu ambacho nakizungumza. Na kama tayari una experience kidogo, basi hapa utapata deeper understanding ya market. Pia kwa sababu ukweli ni kwamba difference kati ya trader anayepoteza na trader anayeshinda sio strategy tu, ni understanding. Na hiyo understanding ndio tunajenga yani kwenye mazungumzo kama haya step by step, ili mtu aweze kuelewa. Kwa hiyo kama unataka kujifunza forex kwa undani, hakikisha una follow podcast zetu, na usikose episode zinazofuata. Nitakuwa nazitoa step kwa step ili tuweze kuelewa. Mfano kama nilikuwa natamani episode ambayo nataka niitoe kwa baadaye, tuongelee kitu muhimu sana kinachoitwa liquidity. Liquidity ambacho kinaweza kubadilisha kabisa namna unavyoona market. Hii nadhani itakuwa ni kitu kizuri sana. Na pia sipendi kuwachosha sana kuzungumza, nataka ziwe fupi fupi ili of course dakika 10 zinatosha ili watu msiwe mnachoka kunisikiliza. Okay, it's me Awaz. Asante kwa kusikiliza Evo Forex Podcast. Tutaonana kwenye episode inayofuata, na
Kama hautojali, nitakuwa naiposti kwenye TikTok pamoja na kwenye Instagram yangu, kwa jitahidi kunifollow kwenye peji zangu hizi mbili ili, na pia bila kusahau kuna kitabu chetu cha strategy kwa wale ambao wako advance. Unaweza kuni DM na ukapata hiki kitabu kwa ajili ya mafunzo zaidi. Asanteni sana, kwaheri.